hatujaianza simulizi yetu iliyopendwa sana katika siku hii ya leo, naomba kwanza tuweze kujua eneo hili linalojulikana kwa jina la kuzimu liko wapi? Je, eneo hili liko mashariki? Wengine wanasema liko magharibi. Je, liko kaskazini kweli ama liko kusini? Liko juu au liko wapi hasa? Iko hivi, ukiachana na ukweli kwamba Mungu anakaa kiwango cha tatu kutoka hapa duniani, yaani ukitokea hapa duniani kwenda juu, kiwango cha kwanza ni sehemu ambayo wanakaa watakatifu na watu wote walio wa Mungu mara tu wanapolala kaburini. Hiyo ni sehemu ya kiwango cha kwanza, na juu yake kuna sehemu ambayo ni kiwango cha malaika. Hiyo ni sehemu ambayo malaika wanapatikana, na mwisho baada ya kiwango cha malaika ni kiwango cha Mungu. Hiyo ni sehemu ambayo Mungu anapatikana. Anyway, vipi kuhusu kuzimu? Kutoka duniani kwenda chini, kiwango kinachoanza ni sehemu ya wasio haki, yaani waovu, sehemu iliyojulikana kwa jina la paradiso kabla ya Yesu Kristo kufufuka, kwani baada ya Yesu Kristo kufufuka kiwango hichi kilihamishwa. Basi baada ya kiwango hicho, kiwango kinachofuata chini ya kiwango hicho cha roho za wasio haki, watu wenye dhambi wanapokaa, kinachofuata ni kiwango cha mapepo, na baada ya hicho kinachofuata chini ya kiwango cha mapepo ni sehemu ambayo shetani mwenyewe anakaa, na huo ndio muundo wa kuzimu. Okay, sasa kwa umbali huo twende sawa. Basi ilikuwa ni siku ya Ijumaa alasiri ambapo Yesu Kristo alikufa. Je, unaweza kujiuliza siku hizo tatu alikaa kaburini ama alienda wapi haswa? Hebu karibu na tusafiri naye kwa pamoja katika safari yake yote mpaka alipofufuka na alipopaa mbinguni. Baada ya kifo cha Yesu Kristo, nafsi yake ilienda moja kwa moja katika maeneo ya wanadamu waliopotea wenye dhambi, na hicho ni kiwango cha kwanza kwenda chini. Alipofika katika kiwango hicho na sehemu hiyo, aligonga mlango. Baada ya kugonga, basi mlango ulifunguka. Aisee, sehemu hiyo kulikuwa na wanawake, kulikuwa na wanaume, kulikuwa na wasichana, kulikuwa na wazee. Wote walikuwa pamoja katika eneo hilo la kutisha sana liitwalo gereza la watu waliopotea, huku wakiomboleza na kuteseka sana. Baada ya kuingia, watu hao wote walishuhudia kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, kwa sababu walikuwa wamehubiriwa sana katika siku zile za uvumilivu wa Nuhu. Akawaambia akasema, mimi ndiye ambaye Henoko alinena habari zangu. Mimi ndimi ule mzao wa mwanamke ambaye alikuwa atakiponda kichwa cha nyoka. Kila neno la Mungu limetimizwa, ndio kwanza nife pale Kalvari, nami nimelinunua kanisa langu, na yule ambaye Henoko alinena habari zake, mimi ndiye. Watu hao walikosa rehema kabisa, walibaki kukaa humo bila tumaini lolote, kwa sababu walikuwa wameasi mbele za Mungu. Hawakuamini pale mlango ulipofungwa mbele zao, kisha Yesu Kristo aliondoka mbele zao. Baada ya hapo, Yesu Kristo akashuka kwenda kwenye maeneo ya pepo, akayapita maeneo hayo moja kwa moja kwenda kwenye malango yenyewe ya kuzimu. Alipofika eneo la kuzimu, eneo pekee ambalo Bwana Ibilisi mwenyewe anapatikana, akaubisha mlango. Na alipokwisha bisha,
Basi bwana Ibilisi akatokea, kisha kwa ujasiri mkubwa akasema, lo, kwa hiyo hatimaye umefika. Nilifikiri nilikupata nilipomwangamiza Habili siku ile. Nilidhani nilikupata nilipoangamiza manabii na kuwachinja. Nilikuwa na hakika kwamba nilikupata nilipomkata kichwa Yohana. Lakini sasa, hata hivyo, umefika katika anga zangu. Nimekupata sasa. Kisha kwa sauti ya mamlaka Yesu Kristo akasema, Shetani, njoo hapa. Kisha akanyosha mkono akaunyakua ule ufunguo wa mauti na kuzimu kutoka ubavuni mwa Ibilisi, akauning'iniza ubavuni mwake sasa, huku akimwambia, ninataka kukupa notisi. Umekuwa laghai muda mrefu sana. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai, niliyezaliwa na bikira. Damu yangu ingali imeloa msalabani hata sasa, na deni kamili limelipwa. Una haki tena Ibilisi, umenyang'anywa zote. Akageuka na kumpiga teke zuri kweli kweli na kufunga mlango na kusema, baki humo ndani, mimi ndiye bosi tangu sasa na kuendelea. Na baada ya hapo, moja kwa moja alielekea paradiso, sehemu ambayo watakatifu wa kale walipolala walienda. Alipofika pia, kama ada, aligonga mlangoni. Kisha Ibrahimu akasikia na kujiuliza, ni nani huyo? Alipoenda kufungua mlango akashangaa sana. Kisha kwa sauti ya furaha akamwita Sara, mpenzi, njoo hapa, angalia hapa, angalia hapa mpenzi. Yule ndiye yule aliyesimama pamoja nami chini ya mwaloni siku ile. Yeye ni Mungu wa Ibrahimu. Wakati huo huo, Danieli akaja pia. Alitazama juu ya bega lake na kusema, yule ndiye lile jiwe lililokatwa mlimani. Kisha Ayubu akasimama akasema, huyo ni mkombozi wangu ambaye nilisema ninajua yu hai na siku moja angesimama juu ya nchi. Ndiye huyo hapo. Huenda mwili wangu ukawa si zaidi ya kijiko kidogo cha majivu, lakini katika dakika 15 tangu sasa nitakuwa ndani yake tena. Ndiyo huyu hapa, huyu ndiye. Kisha Ezekieli naye akatazama na kusema, nilimuona mtu huyo kama gurudumu katikati ya gurudumu likizunguka juu sana katikati ya hewa. Baada ya hapo, Henoko akatokea pia akasema, nilimwona akija na 10,000 ya watakatifu wake kufanya hukumu. Hakika lilikuwa ni jambo la furaha sana sana sana. Baada ya hapo, Yesu akasema, ndugu zangu, mimi ndiye yule mliyenifikiria kuwa. Mimi ndiye ule uzao wa mwanamke. Mimi ni mwana wa Daudi. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ndiye niliyezaliwa na bikira. Damu yangu imefanya upatanisho kwa ajili yake. Mlingoja chini ya damu ya kondoo na mbuzi, lakini sasa damu yangu inapatanisha. Nanyi mko huru sasa. Haya, twendeni juu haraka, maana inakaribia Pasaka. Baada ya hayo, Ibrahimu akamwambia akisema, Bwana, tutakaposimama katika miili yetu tena, mimi pamoja na Sara tulipenda sana hii miili. Je, utajali tukisimama kidogo njiani mwako, yaani tuonekane duniani tena? Yesu akamjibu, mbona hamna shida yoyote? Bila shaka inawezekana, kwa sababu mimi nitakaa pamoja na wanafunzi wangu kama siku 40 hivi. Tutakapofika, ninyi angalieni kote muone jinsi kila kitu kinavyoonekana, hivyo usipate shida Ibrahimu. Baada ya hapo, hadithi yetu inatuleta asubuhi hiyo ya Pasaka, Yesu Kristo mkombozi alipofufuka. Na kama Biblia isemavyo, wengi wa watakatifu waliolala katika mavumbi ya nchi walifufuka na kutoka makaburini. Unaweza jiuliza, ilikuwa ni akina nani? Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Ayubu na wengine wengi. Hakika kipindi hicho walitembea mjini wakiwa vijana wenye nguvu, wakiwa kupendeza sana.
Hatimaye baada ya siku 40 kupita, ndipo ilipofika muda wa Yesu kuondoka duniani. Ingawa wanafunzi wake walimwona yeye tu alipokuwa akiondoka, bali watakatifu pia wa Agano la Kale walikwenda pamoja naye. Huku wanafunzi wakiwa wanashangaa kupaa kwa Yesu, malaika wawili walionekana kutoka kwenye bendi iliyokuwa ikicheza muziki. Walirudi pale na kuambia wale wanafunzi, "Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama juu? Kwa maana Yesu huyu aliyechukuliwa juu anakuja tena." Baada ya maneno hayo, malaika wale walirudi upesi wakajiunge na msafara huo wa kupaa. Ndipo moja kwa moja Yesu na watakatifu wa Agano la Kale wakapitia angani, wakapita mwezi, wakapita jua, wakapita nyota, kisha wakazikaribia mbingu hizo nzuri sana. Watakatifu wa Agano la Kale wakapiga makelele huku wakianukuu maandiko, "Inukeni enyi malango ya milele, na inukeni, inukeni enyi malango ya milele, inukeni, ndipo mfalme wa utukufu aingie." Malaika wote walikusanyika siku hiyo juu ya mihimili ya mbinguni, wakasema, "Ni nani huyu mfalme wa utukufu?" Watakatifu wa Agano la Kale wakasema, "Bwana wa majeshi, hodari wa vita, alikuwa mshindi." Malaika akakibonyeza kile kitufe kikubwa, nayo malango ya lulu yakafunguka. Moja kwa moja kupitia jiji la Yerusalemu akaja yule mshindi mkuu mwenye nguvu, Bwana Yesu Kristo, akiwaleta watakatifu wa Agano la Kale. Bendi za malaika ziliendelea kucheza huku malaika wakipiga makelele, kwa maana alikuwa mshindi mwenye nguvu akiingia. Sambamba na hilo, alikuwa na ufunguo wa mauti na kuzimu zikining'inia ubavuni mwake, akitembea moja kwa moja kupitia yale majumba ya utukufu mpaka akafika kwenye kile kiti cha enzi. Naye akasema, "Baba, hawa hapa waliamini kwa imani katika neno lako, ya kwamba ningekuja siku moja. Sasa nimeshinda mauti na kuzimu pia. Hawa hapa Baba, Ibrahimu, Isaka na Yakobo." Kisha akasema, "Mwanangu, panda huku juu kando yangu, ukaketi hata nitakapomfanya kila adui kuwa chini ya miguu yako." Ndugu, siku moja atakuja tena, nayo itakuwa siku nzuri sana kwa mtakatifu, lakini siku mbaya sana kwa mwenye dhambi. Ikiwa Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Yesu Kristo alimwongoza na alishinda yote ya duniani, hawezi kushindwa kukuamsha wewe katika wafu, kwa sababu Biblia inasema hivyo. Kufikia hapo sina la ziada. Mungu akubariki sana.